na neno katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Mungu anaangalia mwisho akiwa mwanzoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwisho anaanza nao, lakini mwishoni ndio utaweza kusema ndio mwanzo. Lakini katika kitabu cha Mwanzo 15 Mwanzo 15 wote tumepata Mwanzo 15 mstari wa 13 nao nasema, naomba niwatangulie kusoma. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Bwana Yesu asifiwe sana. Msinune, muwe na amani, ila tu Mungu awajalie Roho Mtakatifu, awajalie kujifunza mambo mengine ambayo tunaendelea kufundishana. Kwa hiyo nirudie tena kwa mara ya pili. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Mstari wa 14, hata na lile taifa watakalowatumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa 15 nimalizia sema wa 15 wa 16, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza kwenye sura hiyo, yalikuwa ni mahojiano katika njozi, katika maono, Mungu na Ibrahimu. Ibrahimu amefanya mambo mengi huko nyuma, lakini anamuuliza Mungu, hapa utanipa nini? Mbona natumika kwako, utanipa nini Mungu? Mbona mimi haja yangu ni hii? Basi Mungu katika mahojiano akamueleza huko nyuma ukisoma, lakini kuanzia mstari huu hapa akampa kwamba wewe utabarikiwa kila. Lakini mstari huu anasema hivi, uzao wako utakuwa mtumwa. Wewe just imagine wewe kwamba unaomba baraka ya mtoto, lakini unapewa sharti kwanza. Wewe unaomba mtoto, lakini unatamkiwa kwamba utakuwa mtumwa. Ni nini hicho jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Mungu anajua utapata mtoto, lakini sharti uzao wako utakuwa wapi? Utumwani. Huyu aliomba mtoto, lakini anaambiwa masharti yatakayokuwepo baada ya kizazi kile. Na tukumbuke hapa, niseme kidogo kwamba wakati Ibrahim anaojeana na Mungu hapa ni mahali pale ambapo Waamori, Waebusi, sijui Wahivi na Wahiti, kule ndio Kanaani ambayo tulikuwa tunaizungumzia. Wakati Israeli, nataka niwape notion kwamba wakati Israeli wako Misri wanaenda nchi ya Kanaani, ni nchi ambayo Ibrahim alikuwa anaambiwa maneno hayo. Ina maana pale aliishi Ibrahim kabla ya Waamori, kabla ya Waebusi na kabla ya Wahivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anamwambia mahali pale kwamba kizazi chako cha 4 kitarudi hapa. Sasa katika neno hili ni kwamba Mungu alisema watakaa utumwani miaka 400. Sasa ni nani mwenye kukamilisha mpango huu? Bwana Yesu asifiwe. Na maana wakati Mungu anaongea hivi tayari kashaandaa mtu wa kukamilisha huo mpango wa kuingia wapi? Utumwani, wana wa Israeli. Sasa anaongea na Ibrahim wakati huu ni wakati ni saa Ibrahim hana hata mtoto hata mmoja. Yaani Ishmaeli hajazaliwa wala Isaka hajazaliwa, lakini anamjibu kwamba uzao wako wataenda utumwani miaka mingapi? Kwa maana hiyo sasa Mungu wakati anaongea hapa tayari ameshamtengeneza Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaongea na Ibrahim hapa tayari ametengeneza nani? Yusufu. Kupitiaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini maana ya kusema baraka zako zitumie katika mpango wa Mungu? Akazaliwa Ismaili bado, akazaliwa Isaka bado, akuwapeleka utumwani bado, akazaliwa siji Yakobo, Esau bado, mpaka muda Yusufu sasa amezaliwa. Na historia ya Yusufu wengi tunaijua, ni historia ya kusisimua sana. Ni historia ya kusisimua sana.
ambayo tunaijua baada ya kuzaliwa katika watoto wa mzee Yakobo walikuwa 12 pamoja na dada yao mmoja, lakini akaenda katika historia ile, akaenda tunaijua, akauzwa, akaenda mpaka Misri. Lakini mapito yale yote ilikuwa ni kwenye hili andiko, kwa sababu hakuna chanzo kingine ambacho kiliwapeleka Israeli Misri, na andiko kulikuwa kwenye utumwa. Chanzo ilikuwa ni Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umezaliwa kwa mission maalum, kwa mpango maalum wa Mungu, hujazaliwa bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona huyu bwana Yusufu alipita katika mapito mengi ya kuuzwa. Yalikuwa ni mapito tu, kama ambavyo leo wewe unapita, umekosa hela, unauzwa. Yaani yeye kauzwa, ndio kuuzwa kwako labda kukosa mazingira mazuri ya maisha na nini, lakini upo katikati ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu kauzwa, kafanywa alivyofanyiwa, mara mke wa Potifa, lakini katikati ya mapito yake Yusufu alitunza sana uwekezaji wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitunza hata alipofika mahali akataka kudanganywa na mke wa Potifa, ikafika mahali Yusufu kwa sababu alikuwa na roho wa Mungu ndani yake hakuruhusu lile jambo lifanyike. Maana alipata ofa ya kutembea na mke wa rais. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mke wa kiongozi mkubwa wa nchi. Na nadhani nikiwauliza vijana wengi hapa wangetindikiwa hapa. Wewe au sigelo tu anaotoa watu mapovu au sigelo. Lakini yule kapata ofa na mke wa bosi wa nchi kutembea naye, lakini asingeweza kuhimili vile vishindo kama roho wa Mungu aliyemwambia Ibrahim, uzao wako watenda utumwani miaka 400. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia katikati ya maisha yake ya tabu na kufungwa na nini, lakini akapata baraka ya kuwa waziri mkuu. Akapata baraka ya kuwa waziri mkuu. Kama ulivyo leo, wewe ni mfanyabiashara maarufu, wewe ni mkulima maarufu, wewe ni mfanyakazi maarufu, wewe una kila kitu ambacho Mungu amekubariki kama alivyopata Yusufu. Lakini Mungu hakumwambia Ibrahim uzao wako watapata waziri mkuu Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakumuuliza kwamba uzao wako watapata waziri mkuu wapi? Misri. Lakini kumbe ile baraka ya kuwa waziri mkuu alipewa katikati ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapewa na waziri mkuu, na kabla hajapewa waziri mkuu kuna ndoto aliziota huyo bwana. Ni ndoto ambazo zilikuwa zinamuonesha kuwa mkubwa, lakini yeye mwenyewe pengine hakujua kwamba ndiyo chanzo cha kuwapeleka watu wake utumwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kafika mahali kaota ukubwa, jua na nini vinamsujudia, lakini Mungu ni ana makusudi. Mungu anamtazamisha vile ili asikate tamaa. Wewe unafikiri labda angemwambia Mark kwenye ndoto kwamba wewe Yusufu utafungwa, wewe Yusufu utafanyaje? Unafikiri labda angekubali? Sasa mpango wa Mungu anaachilia na baraka kwenye mpango wake. Sasa hizo baraka unazozipata uwe na uhakika, uwe na matumizi nazo sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiri ni vipi Yusufu angechukua ule waziri mkuu akaanza kuabudu miungu mingine, pamoja na kwamba alikuwa kwa Mungu kwa nchi ya ugeni? Leo hii umepata biashara kidogo tu, waganga chungu mzima. Unafikiri hiyo baraka unailani kizazi chako au unatumika kwa Mungu? Unapata mazao yako, badala ya kumshukuru Mungu unaenda kuongeza kwa uganga mwingine. Hiyo baraka uliyopewa unajua matumizi yake? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapopata baraka uwe na uhakika unatakiwa uzitumie kwa mpango wa Mungu. Kwa sababu wewe umeshuhudia watu wangapi walikuwa na fedha, walikuwa na magari, leo hii hawapo, wamekufa, wameziacha baraka. Sasa ndio ulikuwa na magari, ulikuwa na fedha, Mungu amekubariki kwa namna ya baraka zote za rohoni za mwilini, lakini ukapeleka kizazi chako kwa mganga wa kienyeji. Yaani kwa maana fedha zako wewe ni mwendo wa waganga, ni mwendo wa kuhonga, ni mwendo wa kila kitu. Ujue kwamba baraka zako zinatumika vibaya. Tunaposema kwamba leta za sadaka madhabahuni, hatumaanishi kuzitumia sisi, ni kwa faida yako na kizazi chako, lakini zaidi sana ni katikati ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna ambaye hayuko kwa mpango wa Mungu. Asante, kwa sababu huyu Mungu namuona katika viwango tofauti kwamba kuna kitu unapotazama uwaziri mkuu wa Yusufu lazima ujue kwamba miaka mingapi ilitamkwa huko nyuma kwa Ibrahim. Yusufu hakuwepo kipindi cha Ibrahim. Hakuwepo, lakini kaachiliwa baraka. Kwa hiyo unaweza kufika mahali ukasema hata hizi mali nilizonazo ni katikati ya mpango wa Mungu, basi zote napeleka kwa Mungu. Inawezekana kwa ajili ya usalama wako wewe na vizazi vyako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna jambo ambalo huyu bwana alilitamka wakati anaelekea mwisho wake wa mpango wa Mungu.
Maana unavyoona leo, unasikia leo soda imetengenezwa, tarehe ya kutengenezwa inatengenezwa sivyo, expire date inatengenezwa, siku ya kuexpire soda, siku ya kutengenezwa soda. Lakini nakwambia ukitumia baada ya muda fulani inaweza ikawa sumu, si ndivyo? Kuna vyakula viko kwenye mapakiti, sawa sawa jamani. Vile vyakula sio kwamba ni mpango wa wanadamu, ni Mungu, kila mmoja amemtengeneza. Kwa hivyo kuna siku ya kuzaliwa kwake na siku ya kuexpire. Utaexpire wapi? Baada ya kumaliza kazi yako. Inafika mahali huyu bwana katika ile Mwanzo 50 sura ya 24 sura ya 50 mstari wa 24 na 25, siku ya kumaliza mpango wake, Israeli wetu ameingia utumwani. Maana waliingia watu 70 wa uzao wake walioingia utumwani, waliokuwa ni waasisi wa kuingia wapi? Utumwani. Katika ule mstari wa 24 na 25 sura ya 50 kuna kitu anakiongea Yusufu pale. Naomba aliyepata tusaidie kusoma. Mwanzo wa 50 mstari wa 24 na 25. 24-25. Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa. Ina maana mpango umekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahim na Isaka na Yakobo. Yusufu akawapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana mission yake, mpango wake umekamilika. Sasa anawaambia mimi ninakufa. Ina maana ile shughuli ambayo Mungu alisema na Ibrahim ya kwamba uzao wako wataingia utumwani miaka 400 ilianzia hapa, baada ya Farao mwingine asiyemjua nani? Yusufu. Shughuli kaanzia hapa. Ina maana siku ya kwanza ya miaka 400 ikaanzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kabla ya hapo walikuwa wanatembelea na baraka za kuwa waziri mkuu. Ndugu zake walikuwa wanatembelea na baraka za kuwa waziri mkuu. Wanakula mema ya nchi, utalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali baraka zako zisiwafanye kizazi chako kikaingia mahali ambapo. Sasa huu ulikuwa ni mpango wa Mungu. Huwezi ukasema Yusufu alikosea. Mpango wa Mungu alishausema tangu mwanzo. Ila kwako wewe onyo ni kwamba huyo mganga unayemwendea ni mpango wa Mungu. Lakini akatamka jambo la kinabii hapa Yusufu kwamba mifupa yangu. Huyu bwana hakuwepo wakati anaambiwa Ibrahim na Mungu, lakini akatabiri. Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yangu akamjilia kusema, sema hivi kwamba nami nitawarudia nije niwatoe nchi ya ugenini muende katika nchi yenu. Kwa sababu Ibrahim alikuwa anaambiwa watakurudia hapa. Ina maana sasa wanatoka ugenini, utumwani, wanaanza kurudi kule alikoambiwa Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanarudi sasa, wanarudije? Mpango kaanza, yani mateso yakaanza. Wakateseka kama tunavyojua kwenye story kusoma sana. Lakini mission imepasi. Ni wakati huyu bwana kazi yake. Ina maana huyu Yusufu kazi yake ilikuwa kazi yake kuipeleka ule uzao wa Ibrahim wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anaposema kwamba mifupa yangu msisahau huko. Mifupa yangu msisahau wapi? Msisahau Misri, msisahau nchi ya ugeni. Ni kwamba wewe utakapokuwa umetumia baraka zako kwa uzuri, utakapokuwa umetumia mali zako kwa uzuri, watoto wako ukawafundisha kutumika madhabahuni, chochote ulichonacho ukawafundisha kutumika madhabahuni, mifupa yako siku ya unyakuo parapanda ikilia haitabaki utumwani kwenye kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mifupa yako haitabaki kwenye utumwa, haitabaki utumwani. Siku ya unyakuo itanyakuliwa, uwe na uhakika ikiwa ulitumika sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapoishi katika hizo baraka, tuwe makini sana na huyu bwana anataka kuja kuvuruga hizi baraka, azitumie kwa mapenzi yake ambayo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijajua kama naeleweka vizuri, lakini nadhani kuna kitu unaweza kaona kwamba mifupa yako isije ikabaki utumwani. Ile parapanda, maana parapanda itakapolia uwe na uhakika walio wateule kwanza ndio watakuwa kwanza kufufuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa isije ikabaki mifupa yako, wale watakaobaki watakuja kufufuliwa lakini kwa hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna jaribu kutazamisha kwamba
usiwe unakiona hiyo baraka uliyoipata, mtoto uliokuwa unamhitaji umempata, basi utumiwe au mtumie au mali ulizonazo ukazitumia kwa mpango wako mwenyewe. Hapana, hujafa bado, hujakamilisha mpango wa Mungu. Hujafa mpaka leo bado hujakamilisha mpango wa Mungu. Una nafasi ya kurekebisha, hata utoaji wako una nafasi ya kurekebisha, kwa kujua kwamba baraka ulizonazo ni kwa ajili ya mpango wa. Sasa usije ukawaingiza kizazi chako kwenye laana, maana kinyume cha baraka ni laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisema tuangalia visa viwili. Naomba nimalizie kisa kingine ya namna ya kuenenda. Tuangalie Mwanzo hiyo. Tuangalie Mwanzo sura ya 25 mstari wa 22 na 23. Kuna vitu Mungu anaviongeaga Mwanzo, nyie bila kujua, kwa kutumia akili za kibinadamu mnahisi kama kuna mambo yanatokea sio sawa. Nani aliyepata saidie? Mwanzo sura ya 25 mstari wa 22 na 23. Kama umepata naomba fuatana nami. Watoto, huu ni mpango mwingine. Naam, karibu. Mwanzo 25 sura ya 25 mstari wa 22 na 23. Tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Amen. Angalia hapo sasa. Isaka amepata mke anaitwa Rebeka. Rebeka alikuwa tasa kwa mujibu wa maandishi, lakini Isaka akamwomba Bwana, Bwana naomba uzao. Mungu akamjibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuwa kuja kumjibu anampatia mimba ya watoto mapacha kwa mujibu wa maandiko, lakini hao mapacha wakashindana tumboni. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Rebeka sasa hapo sio Isaka, kwa sababu mwenye mimba ile alikuwa sio Isaka, ni Rebeka. Huyu Rebeka akanungunika moyoni, kuishi kwanifaa nini watoto waliposhindana wapi? Tumboni. Lakini ananungunika hapa sio Isaka, kwa sababu Isaka hakuwa na hiyo mimba. Lakini Mungu, maandiko yanasema Mungu akamwambia katika kunungunika kwake nani? Rebeka, kwamba wewe kuna mataifa mawili tumboni mwako, na hao ni mataifa mangapi? Mawili, na moja atakuwa hodari kuliko mwenzie, na mdogo atakuwa mkubwa kuliko mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo kitu Mungu ameongea na Rebeka, hajamwambia Isaka. Ameongea na Rebeka katika manunguniko yake, na ukina mama nadhani mnajua siku na saa zimefika zile nyakati, na wakati wa kutengeneza lazima. Ushawahi kwenda kwa fundi cherehani, kama ulimpelekea kitambaa akushonee suti, ukikuta kimechana chana unaweza kusema nirudishie. Kwa hiyo wakati wa matengenezo kuna maumivu makali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kutengeneza kuna maumivu makali sana. Wamama anapotaka kujifungua mtoto ni mwema mzuri akitoka, lakini kwenye kumtoa aisee wanajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mgumu, ni wakati wenye tabu. Wanaimba kila aina ya nyimbo, lakini ni zamu yao kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inafika mahali Mungu anamwambia Rebeka, wako kiroho zaidi, kwamba watoto wawili watashindana, mkubwa atakuwa mdogo. Hii siri ya kupewa Isaka. Inafika wakati Yakobo anazaliwa, Isaka anazaliwa. Katika historia yake tunajua, sitaki kusoma sana. Mkubwa alikuwa na manyoya mwekundu, huyu mdogo na vile. Isaka alipendwa na baba yake kama ilivyo ada, mtoto wa kwanza ni anachoga baraka Naam. Yakobo akapendwa na mama yake. Fika mahali wakati wa baraka, Isaka anataka kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba akafika mahali akasema, naomba nitoe baraka. Lakini kumbe mama amesafiri na kile alichoambiwa kwamba mdogo atakuwa mkubwa. Mama anatembea na neno la Mungu. Isaka hajui.
Yeye anataka tu Esau aje, mtoto wake wa kwanza, ampe nini? Baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mama ilionekana kama ana hila pale. Wanaosoma Biblia haraka tukasikiliza kwamba watu wengi wanajua kama mama alikuwa na hila, lakini alitunza yale aliyokuwa ameambiwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kachenji pale mama, kavuruga utaratibu wa baba kabisa. Akasema mpaka kadiriki kusema kwamba hivi, akasema alivyomhoji sana Yakobo kwamba baba akijua, mama akasema hivi, kama ni hivyo laana yako iwe juu yangu. Yaani alijizatiti yule mama, kwa sababu alijua anachokitetea, alijua anachokipigania, kwamba laana yako ambayo baba yako akikupa inipate mimi kama mpango huu utavurugika. Lakini kwa sababu alijua huu ni mpango nishaambiwa mimi, Isaka hajui baba wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kukua kwao akabarikiwa Yakobo, akaenda mpaka kwa mjomba wake, akarudi. Nazungumzia mpango wa Mungu kwako. Alishamwambia atakuwa taifa kubwa. Kwa hiyo mapito ya katikati hapa atapita anavyoweza. Kwa mjomba wake akagombana, anarudi na ile 32 mstari wa 10 sitausoma, lakini alipobarikiwa akatoka kwa mjomba, anafika mahali anavuka Yordani, akasema kwamba Yakobo akasema, Mungu nakushukuru, nilivuka Yordani nikiwa na fimbo, lakini sasa nimerudi na matuo mangapi? Mawili ya kondoo, ng'ombe na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaenda mapito ya Yakobo kama ilivyokuwa akapita. Na ndoa ya Yakobo, ndugu zangu, ilikuwa sio ya kitoto, lakini ni kwa sababu alikuwa na Mungu, mpango wake ni Yakobo awe taifa. Yakobo awe nani? Taifa lenye nguvu. Yakobo awe nani? Taifa lenye nguvu. Ni sawasawa na wewe leo, hata kama unapita wapi, lakini ujue kabisa kuna mpango wa Mungu kwako. Wapendwa, tusisahau hilo. Hujaja kwa bahati mbaya, tuna mpango wa Mungu. Sisi tunatembea katika mpango wa Mungu. Haujiendei tu wewe kama unavyojiona. Hautembei tu wewe hivyo unavyojisikia. Sijui pilika zako zote unazozifanya, lakini kumbuka upo katika mpango wa Mungu, ili mradi tumkiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Fika mahali kapata watoto. Na ndoa ya Yakobo, ndugu zangu, ninyi hatuna ndoa yenye usumbufu kama ya Yakobo. Ndoa ya Yakobo kwa walioisoma vizuri ilikuwa ni ndoa tata. Kaoa wa kwanza wake wawili ndugu kwa namna tofauti. Hao wake walikuwa na wavijakazi vyao, yani house girl. Inafika mahali wanamtupia tu Yakobo. Yakobo leo katembea na yule, wanashindana. Yakobo leo katembea na yule. Sijui mume wangu leo tembea na mjakazi wangu na mimi nipate, yani walikuwa kama wanakomeshana fulani. Hii ndoa ya Yakobo haikuwa ya mchezo. Lakini ndio muda ule Mungu alikuwa anatengeneza taifa, watu 12 kabila la Israeli. Imefika ikaenda, ndio hilo tunalolisoma hata leo, akina Yusufu akazaliwa humo. Lakini ni mpango wa Mungu Yakobo kuwa taifa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwako leo mtumishi wa Mungu, usijione wewe ni wa kawaida, ila zingatia, unapokuwa umepata baraka, unapokuwa umepata mafanikio, unapokuwa umepata watoto, wafundishe kumtumikia Mungu, kwa sababu hivi vyote ndugu zangu vinapita. Hakuna ambaye alikuja na kitu hapa duniani, vyote vinapita, vyote tutaviacha. Leo hii unakufa, unawacha watoto, kama hujaweka madhabahuni pa Bwana watalelewa na dunia. Kama mali zako umezipeleka kwingine, ujue kabisa umekipoteza kizazi chako. Lazima tujue kwamba tunapoendelea kuishi katika hii dunia, lazima tutambue kwamba vyote tulivyo navyo, tunapokuambia leta sadaka, hakuna mwenye shida na sadaka. Ni kwa ajili ya hili jengo, ni kwa ajili ya watumishi wetu ambao Mungu amewaweka kwa ajili ya kutuhudumia sisi kiroho. Kwa mazingira yote yale, usiseme wakili kaniagiza hela. Sema baraka zangu natumika katika mpango wa Mungu, au mchungaji kafanya nini. No. Tutambue malengo ya Mungu. Kabla sijafa mimi, ninatakiwa nifanye kazi ya Mungu, ili mifupa yangu isibaki Misri, inyanyuliwe katika unyakuo. Hilo lilikuwa ni swala la kiroho zaidi, kwamba katika unyakuo kisibaki chochote. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Kanisa Mwanakondoo ameshinda. Usione ugumu wa maisha ukakutoa kwenye reli. Ugumu wa maisha hauna hata shida, utajiri na ugumu wa maisha hivyo sio vya kwako. Angalia mpango wa Mungu kwako. Umeshakuwa manufactured, umeshakuwa umetengenezwa, bado hujawa expired, expire, bado kazi ya Mungu hujaimaliza. Na ukiona hujafa, bado mpango wa Mungu hujaumalizia. Bwana Yesu asifiwe sana.
aliyekufa kuanzia leo, hata kama amekufa, amekata roho sasa hivi, umemaliza kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio neno la Mungu ni lile lile, ni jipya kila siku, na hatuwezi kulimalizia kulielezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana kwa ajili ya neno lake.